Bana fresh mfuatiliaji wa Sports One Media, leo ikiwa ni tarehe 15 Ijumaa hii ya mwezi wa 5, tumeweza kufika Mapimo Vocational Training Center. Hii ni kwa ajili ya Youth and Women Empowerment. Bana, hii ni shughuli ambayo imehudhuriwa na vigogo wa siasa, sana sana chama chetu cha ODM. Bila shaka wapo wageni ambao sasa hivi tunatarajia watafika. Sasa hivi pia wapo wageni ambao tayari wameshafika kama vile wabunge wa majimbo yetu, na wapo pia viongozi tofauti wa kiserikali ambao tayari wameweza kufika, machief, wazee wa mtaa, pia wananchi kibao wameweza kufika hapa kwa ajili ya kuhudhuria shughuli hii ya Youth Empowerment ambayo sasa hivi inaweza kuendelea mahali hapa. Bana, tutakuwa tunakuletea moja kwa moja mahojiano na ya baadhi ya viongozi ama wananchi ambao watakuwa wamefaidika na mkutano huu. Hivyo zidi kutegea. Nakumbuka kama hujaweza kusubscribe pale kwenye YouTube yetu ya Sports One Media, basi ni muda sasa. Nenda pale ukasubscribe pale, vile twende TikTok, ukafollow pale na itakuwa wagwan zaidi. Kumbuka behind the camera pale muite Super Michael Kasereski, anaweza kuna soa pale kuhakikisha kwamba kila kitu kiko fresh. Bana, ni wewe tu usibonyeze kitufe, tegea hapo tunakuletea interview na wale ambao unategemea wewe kabisa usikie kutoka kwao. Naitwa MC Bizo7, zidi kufuatilia channel yetu. Bana, fresh kama tulivyokuwa tumesema, tuko Mapimo hapa Gongoni, Mapimo Vocational Training Center. Bana, kuna kitendo kimefanyika hapa hivi ambacho kwa wasanii ama wafanya sanaa kidogo hakijakaa sawa, na niko na mlengo hapa, mama mwathiriwa moja kwa moja Virus Vina, au sio? Atakuwa anatuambia, atakuwa anashare na sisi ni jambo gani hili ambalo limeweza kutokea mpaka kufikia hapo lilipo sasa hivi. Bana brother, imekuaje kwanza? Oh bro, yani issue iko hivi, ushaona sisi ni wasanii sawa, lakini wasanii wa nyumbani wa Gongoni, ushaona ili kongamano ni vijana, ushaona yale makundi ya vijana. Lakini kumbuka kwamba hapa kwenye haya makundi kuna wale wenye yapo tayari na certificate, kuna wale wenye bado wanajitafuta, kuna wengine wao ni individual lakini ni sauti ya jamii kama hao wasanii sana, ushaona. Sasa mimi kosa langu lenye nimekosewa sana, tumechukuliwa listi, ushaona, nadhani pia umeshirikishwa, tumechukuliwa ile listi ya kwanza kwamba hawa wasanii bana wanafaa perform, lakini tena sijui kumepigwa simu, sijui imekuaje, eti inasemekana kwamba wale wasanii wenye wameandikwa majina yao hawata perform. Wenye wata perform bana ni wale wasanii tajika wenye wamekuja, nadhani umewaona, sitataja mtu na jina, lakini umewaona wasanii. So wale wametoka zao Mombasa, wamekuja huku kutumbuiza nyumbani kwetu, wakati sisi wasanii tuko huku. Lakini kumbuka, ukihitajika ngoma ya siasa ni sisi ndo tunatafutwa, si hao. So sisi ndo tunaumia. Alafu kitu chengine chenye kinaumiza zaidi, sasa angalia hata wale wazee wenye ndo labda watutetee, wao pia nao hawatungi hata mkono. Tulikuwa tunakuja hapo sasa, unapata mtu lakini yeye anakupungia tu. Tulikuwa tunakuja hapo sasa. Nikiangalia hivi, nikizungusha macho yangu naona wanasiasa ama wazee wetu ambao wanatusimamia huku ama wanatuongoza huku kwetu Magarini. Kuna baadhi ya viongozi labda wameona hilo swala na wakaweza kulichangia vipi ama kulirekebisha vipi kulingana na wewe? Viongozi wapo. Kalama wewe, mimi kuna simu nimepiga mahali, ushaona, nikaeleza kuna hivi na hivi na hivi, nikaambiwa mfuate Kalama wewe, ushaona. Nilipoenda kwa Kalama wewe, jamaa akanielewa, akaniunganisha na MC, sawa. MC akamwambia huyu kijana ni freestyler, ushaona, anafaa kutumbuiza, lakini kosa lenye wale jamaa wanafanya, kumbuka sisi tunachotaka ni show off, sawa, na hatutaki kuonyesha jamii peke yake. Jamii inatujua, wale viongozi walengwa, wale viongozi waheshimiwa ndio tulikuwa tunatarajia tuperform mbele yao, ushaona. Lakini sasa hii sisi eti tunaambiwa eti tuperformie jamii. Hasa viongozi wakija waperform watu wengine, huko si ni kutumiana. Bana mfuatiliaji, kumbuka hizo ni hisia za msanii. Huu ni mkereketo wa hiyo ama hizo heka zote. Anaweza kutuambia ni kitu gani ambacho kimeweza kutokea. Basi kupitia kamera zetu za Sports One Media unaweza ukaongea na wananchi, ukaongea pia na viongozi wa kiserikali. Unahisi kipi kifanyike, ama ni jambo gani likirekebishwa ama likiwekwa kwenye mpangilio fulani, basi mambo yatazidi kunyoka. Asante kwa kunipa fursa. Mimi naongea na kiongozi, naongea na mwananchi, na naongea na yeyote yule mwenye anahisi yeye ana chembe cha uzalendo, ushaona. Bana, mimi ni Ashakum si matusi. Kama nitakuwa nakosea mtanisamehe. Lakini hata hawa mawoza mnaosema kuna mawoza, viongozi mnachangia kuleta watu kama hawa. Kwa sababu ikiwa leo hii mimi mwenyeji wa Gongoni nitafanyiwa hivi, na wewe kiongozi wangu uko hapo na unaona ninachofanyiwa, lakini utakuwa hauna uwezo wa kunishika mkono, umeonyesha picha gani kwa jamii? Mimi leo nikatoka hapa nikaenda zangu nje nikakusanya vijana, mnajua vijana wana ushawishi mkubwa,
kwa sababu lugha zetu tunaelewana. Niende nikashawishi vijana mimi, niongee jamaa, tufanye ni hivi na hivi na hivi, tuendeni tukalete fujo mahali fulani. So unaona hicho ni kitu kibaya, ambapo sasa nyinyi ndio mtakuwa mmesababisha. Endapo mtakuwa mmetusikiza ile hoja yetu, ingekuwa ni sawa, so dakta kabisa, lakini mpaka kufikia huko ni nyinyi ndio mnasababisha. Kwa hiyo mambo ya maoza, kuwa na maoza, viongozi wengine wanachangia. Kuna viongozi si waadilifu. Mimi niko jukwaani pale naongelesha kiongozi wangu kupitia sanaa, yeye hata yuko busy na simu na amekuja kwa ajili ya wananchi. Hiyo ni dharau. Wewe kama ni kiongozi ofisini, lakini ukifika huku uwanjani wewe je, umekuja kwa ajili ya wananchi. Kwa hiyo tupatie na sisi muda wako wewe kama kiongozi. Sasa tu umekuja tu unajifanya uko busy kiasi wale wenye umewafuata haushughuliki na wao. Huo ndio ni uchungu wangu. Alafu jambo lingine, kitu chenye kinanifanya nawaka kabisa, mambo ya KRS, Kilifi Rising Star. Ile tamasha tuliambiwa kwamba kama unajijua wewe umeparticipate na umefikia kiwango fulani, kukiwa na mkutano wowote huko upande wa kwenu, tutakuwa tukipiga masimu, tunawajulisha mapema kwamba bana, utakuwa hivi na hivi, kwa hiyo unatakiwa ufike, kwa sababu wewe tunakujua wewe ni kama msanii wa jimbo letu la Kilifi. Ajabu ni kwamba sisi kama wenye tuliparticipate, wale wenye waliparticipate nini KRS hawakutokea ama hawakuarifiwa kutokea, tumetokea lakini hatujajuzu. Sasa unapata inatupatia uchungu sisi kama sisi. Kesho wewe kiongozi ukitaka kura unanifuata mimi unaniambia nikuimbie nyimbo, unatarajia tunaweza fanya kazi? Hatuwezi. Na sisi ndio ni sauti za jamii, nyinyi ni viongozi wetu kutuelekeza sisi, lakini pia sisi nasi ni sauti ya jamii, kumaanisha kitu chenye sisi tunasema nyinyi mkisikiza. Lakini kama tutaenda hivyo, hatujengi, tunabomoa. Bana, hiyo ilikuwa sauti ya Virus Vina kutokana na hisia ambazo ako nazo kuhusiana na heka hizi zilizotokea hapa. Bana, kumbuka unaendelea kufuatilia shughuli hii moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii Sports One Media, YouTube Sports One Media, TikTok. Follow, subscribe, share, like, comment, kila kitu kitakuwa wagwan zaidi. Tunakuletea interview kabambe zaidi, zidi kutagia pale behind the camera. Super Michael Katereski, Bizo Saba kiongozi ndio jina la kwangu. Bye bye. Bana, tunazidi kupiga story na wakereketo wa shughuli hii ambayo imeweza kufanyika hapa Mapimo Vocational Training Center. Niko na Ken Misani, baada ya Virus Vina niko naye pia Ken Misani pia atuambie ni kipi kimetokea boss wangu mpaka kufikia nyinyi kukosa kuelewana na viongozi. Dakta kabisa. Mimi nimeamka tokea saa 11. Ushacheki? Nikaambiwa kwamba basi kuna hafla na kama nyinyi wasanii wa Gongoni kuna chance yenye mtapewa, mtatumbuiza, mtajulikana kwa viongozi. Ushaona? Sasa tu ulipokuja fika hapa sasa, ratiba ya kwanza kabisa tumejiandikisha majina yetu. Na kulingana vile tulikuwa tunajua ni kwamba tulikuwa tutapata chance tu perform. Lakini hata venye tunaongea sasa hii chance hatujapewa, na tulipokuwa sasa tunafuatilia sababu ni nini, mbona sisi hatu perform, sababu tukakuta kwamba ni MC. Tuseme hapa kuna upendeleo. Kuna huyu mwenzangu mwenye ametangulia hajataja wale watu wenye maperform, lakini mimi bila wasiwasi wote mimi nitawataja. Naweza kuwataja. Mimi nimekuja mbele ya Susumila bro, nimekuja mbele ya Susumila, nimekuja mbele ya Hamsi Munga, nimekuja mbele ya Confiza J. Ushaona? Confiza J ameperform, Hamsi Munga ameperform. Ushacheki? Ukimwangalia Susumila pia ameperform. Na hao ni watu wenye kidogo wameinuka, ukiangalia wameinuka tayari. Sasa wakiperform pale wanataka talent yao ionyeshwe, ionekane na kina nani, na wao tayari washaonekana, kila jamii na wajua. Na nikuuliza, labda viongozi wameweza kupokeaje hilo swala, pengine baada ya kupaza sauti zenu kuhusiana na masuala hayo kwamba hamjasikizwa, viongozi wameweza kureact vipi kwenye masuala hayo? Kuhusu viongozi pia nao tuseme kwamba hususan viongozi wa hapa Magarini hatuna viongozi shupavu, wakakamavu. Viongozi wenye tuko nao hapa Magarini ni waoga. Nimeona leo poleni, lakini ashakumsi matusi na waoga. Wewe kiongozi wewe wenye tusi tumekupatia kura kwamba ututetee sisi, tunakwambia leo hii naika hashtag @Harikombe, sisi tunakupatia jambo letu kwamba sisi ututetee. Wewe unasema ndio Jumatatu, sisi tutautetee leo, tuperform pale, tuonyeshe vipaji vyetu. Wewe unasema ndio Jumatatu kutakuwa na mkutano bana. Kupitia kamera zetu za Sports One Media unaweza kuzungumzia nini, ama una neno gani moja? Usiongee sana ndugu yangu, najua umepanic, pressure iko juu, lakini naomba relax uweze kuongea na viongozi ama wananchi kwa ujumla. Neno tu fupi ama sentensi tu ambayo itaenda kwa upole na heshima zaidi.
wananchi, pongezi sana. Najua pale kwenye tulikuwa tuna fight mmetupambania sana, yani akina Julio nimewaona na viongozi kadhaa, ushaona. Lakini ile neno lenye linaenda kwa viongozi sasa, hususan viongozi wa Magarini, tuangalieni sisi wasanii tunaumia. Vipaji vinafifia jamaa, vipaji vinafaa viinuliwe, vikuzwe, vifike national. Lakini sasa kama kila mkutano wenye utakuja hapa watakuwa wanaikuwa watu wenye kidogo wameinuka, sisi tunaenda wapi kama watu wa Gongoni? Ni hivyo tu bwana mtangazaji. Bana, ndio hivyo. Ken Mwisani pia ameshare na sisi hisia zake kupitia kamera zetu za Sports One Media. Zidi kufuatilia interview kabambe zinazidi kuja. Bizo Saba ndio jina la kwangu, behind the camera Super Michael Katereski.